Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena mtazamaji, tukaendelea na kipindi cha mahubiri siku ya leo. Nakukaribisha, karibu sana, jisikie nyumbani. Unaweza ukafollow hiyo page, ukashare, na itakuwa ya baraka. Basi nachukua muda huu nikaweze kuomba, ni kwa ajili ya kufungua kipindi kwa neno la maombi. Alafu tutaendelea. Acha tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru Bwana kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Bwana kwa sababu umetupenda, ndio maana umetuwezesha Bwana kukuwa mahali hapa. Nasema ni asante Bwana, nikiomba ukatusamehe dhambi zetu na makosa yetu Bwana. Tutakase kwa damu ya Yesu Kristo, tuoshe Bwana, tufae machoni pako. Tunapoenda kulishiriki neno lako mahali hapa, Baba, ninaomba Bwana tukapate kibali machoni pako. Bwana, tusaidie kwa Roho wako Mtakatifu tukalielewe neno lako na kulifahamu. Asante Bwana, naombea mtazamaji Bwana ukapate kumbariki na kukutana na hoja za moyo wake takapohitimisha kipindi hii. Bwana, ninaomba ukaweze kuhudumia kila mmoja. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Karibu sana mtazamaji. Twende lisikie neno la Mungu, na ujumbe wangu siku ya leo ningependa tu kufundisha kuhusu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Unajua mara nyingi tumesikia Yesu Kristo, mara nyingi kila mtu ana vile kwa akili yake anamjua Kristo. Kuna vile amejua Yesu ni nani, lakini leo Mungu amenisaidia nikaweze kuileta ujumbe kama huyo wa kumfahamu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Unajua uhalali wa jina ni kwa ajili imetokana na mwenye anastahili kuita jina. Kwa mfano wewe unaitwa nani na ni nani aliyekupa jina? Bila shaka wale ambao wana ruhusa ya kupea mtu jina ni wale walezi. Kama ni wazazi ndio walio na ruhusa ya kukupea jina. Ama kama ulipokelewa na mtu ambaye akakuwa kama ndiye mlezi, ndiye mzazi wako, naamini kuwa huyo ndiye anastahili kukupea jina. Na vile vile tutaenda kuangalia Yesu ni nani kulingana na babake, kwa sababu Yesu ako na baba na huyo baba aliongea. Ndio maana tunapofika ni kwa ajili ya kuleta hii injili. Ni vizuri tutambulishe tunafanya hii kazi kwa ajili ya nani. Ni nani anafanya nikahubiri? Ni nani anafanya nikafundishe hili neno? Kwa ajili ya hiyo basi naenda kuingia katika neno ambalo ni Mathayo 28. Tutasoma mstari wa 19 na mstari wa 20 ambapo inasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Haleluya. Haya ni maneno ya Yesu Kristo ambaye nimekuambia leo tunaenda kujifundisha kujua Yesu ni nani, Yesu Kristo ni nani. Na ndiposa yeye ndiye alipeana hii maagizo ya kwamba tukafanye mataifa kuwa wanafunzi wake. Kwa hivyo mimi nimepokea amri kutoka kwake ya kwamba ni kuwafanya watu wawe wanafunzi wa Kristo. Tutaenda kuangalia ni nani huyu ambaye ana ruhusa ya kusema hivi. Nitakupeleka kwa kitabu cha Isaia. Leo kwa sababu ni mambo ya mafundisho zaidi, nitakuruhusu ukuwe na kalamu na kitabu vile vile, na mimi pia nimenakiri baadhi ya maandiko kwa sababu tumeambiwa tufanye watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo mwanafunzi lazima akuwe na kalamu, akuwe na kitabu ndio tukaweze kushirikiana. Kwa hiyo tutasoma hiyo Isaia 7 na 14 ambapo inasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamuita jina lake Imanueli. Haleluya. Hiki ni kinywa cha Mungu kupitia mtumishi wake Isaya. Anaeleza kuhusu Yesu Kristo ni nani, na amempa jina pale. Na nimekuambia mtu ndio awe na jina, kuna yule ambaye amempa, na mwenye kumpa jina ni mzazi. Kwa hivyo kwa sababu Yesu ako na babake ndio ana ruhusa ya kumpa jina, na alimpa. Ndiposa aliongea kama unabii
maana siku za nabii Isaya Kristo alikuwa hajazaliwa, lakini Mungu alikuwa ashampea jina na alikuwa ashaonyesha kuna nyakati zitafika na atakuja atazaliwa. Haleluya. Baada ya hapo pia tutaangalia kitabu cha Luka 3 na huo mstari wa 21. Leo ni kusoma, kwa hivyo tutakuwa na kalamu na kitabu ili tukajue. Unajua ni vizuri ujue ni nani huyu Yesu ni nani. Hatuwezi hubiri mtu ambaye haumjui. Ni vizuri ujue ni nani huyu anaitwa Yesu, ni nani huyu anaitwa Kristo, ni nani huyu. Basi kila ninaposikia mahubiri ninasikia utamwamini. Uwezi amini mtu kama umjui. Na kwa ajili ya hiyo ndio maana nimeleta hili somo tukapate kufahamu. Nimekwambia tunasoma Luka 3:21 hadi 22. Inasema, ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa naye anaomba, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama ua. Sauti ikatoka mbinguni ikisema, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Haleluya. Huyo bado ni Mungu anaendelea kuambia watu huyu ni nani. Tunaona kwa wakati wa Isaya Yesu alikuwa hajazaliwa, lakini Mungu anasema bikira atakuja, atapata mimba, atazaa mtoto na yule mtoto ataitwa Emmanuel, ambapo tulifundishwa maana ya Emmanuel ni God with us, Mungu pamoja nasi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu hapa anadhibitisha kile alichonena kwa mtumishi wake Isaia wakati Yesu amebatizwa. Amekuja pale baada ya kubatizwa na Yohana Mbatizaji, amepokea ujazo wa Roho Mtakatifu, na baada ya kujazwa mbingu zimefunguka na sauti ya Baba tena imeongea. Mungu anasema huyu ndiye mwanangu ambaye ninapendezwa naye. Haleluya. Tutatoka hapo tena tutaenda katika kitabu tena cha Isaia. Leo tunasoma maandiko mengi na pia ni kwa ajili ya muda tunastahili tuchembe sana, lakini itakuwa tu sawa kwa ile ambayo tutaweza kusoma, kwa sababu kulingana na Old Testament yote kila mtu aliandika habari za Yesu. Kwa hivyo unapopata time ni vizuri uchunguze, ndio usiwahi kukua na mashaka kuhusu Yesu ni nani. Tutasoma Isaia 61 na verse 1 ambapo inasema, Roho wa Bwana yu juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka huru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Haleluya. Hiyo tena inadhibitishwa na Luka 4:18. 4:18. Hapo nimekwambia tumeanza na Mathayo 28 mstari wa 19 hadi wa 20. Yesu akipeana amri ya kwamba nendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Tumetoka hapo tumeenda katika kitabu cha Isaia ambapo Mungu anasema kwa kinywa cha nabii Isaya kwamba bikira atachukua mimba, atazaa mwana na atamuita jina lake Emmanuel. Neno hilo likaambatana na Luka 3:21 na 22. Pale baada ya Yesu sasa ashazaliwa, ule unabii wa Isaia kutimia, ashazaliwa sasa na amefikia ule umri wa kubatizwa, sasa aanze kazi ya huduma rasmi. Tunaona baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu, mbingu zilifunguka na Mungu mwenyewe akaongea akimuita mwanangu. Haleluya. Na kutoka hapo tumetoka hiyo kwa Isaia ambapo Yesu mwenyewe hapa maandiko haya yalisemwa na nabii Isaya ya kwamba Roho wa Mungu yu juu yangu, amenipaka mafuta ni wahubiri maskini habari njema. Inadhibitishwa na Luka 4:18 ambapo inasema nini? Inasema Yesu sasa hapa tusome mstari wa 16, inasema
Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia ujumbe leo ni kuhusu Yesu ni nani. Unaweza kuwa umesikia habari nyingi za kuwa Yesu ni nani. Nimesikia wengine wanasema ni seremala, nimesikia wengine wanasema ni mwana wa Yusufu. Maneno mengi inasemwa. Lakini mwenye huyo mtoto yeye mwenyewe amemuita nani? Mungu mwenyewe amemuita Emanueli, Mungu pamoja nasi. Kuna kitabu ingine inasema Masihi wa Mungu, mpakwa mafuta wa Mungu. Na Yesu mwenyewe alipopewa Biblia kwa mara ya kwanza, alipoingia hekaluni, akapewa chuo cha nabii Isaya. Chuo cha nabii Isaya ni pale ilikuwa imekusanyishwa maandiko matakatifu, sheria za Musa zote, neno yote ilikuwa imekusanywa mahali pamoja hadi ikajumuishwa kwa hicho kitabu ambacho wanatumia hapa, chuo cha nabii Isaya. Na alipopewa alitafuta, akafungua mahali pameandikwa hapo Isaya 61 ambapo panasema Roho wa Mungu yuko juu yangu. Kwa hivyo Yesu Kristo akadhibitisha kuwa yeye ndiye, sababu alisema Roho wa Mungu yuko juu yake, na akaeleza ile kazi amekuja kufanya. Tunapotoka hapo, kwa sababu hii topic itakuwa na part 1 na part 2, ningependa nikuambie baada sasa Yesu amejitambulisha, aliposoma hiyo na akaanza huduma, kuna kazi alianza kufanya. Alipoanza kufanya ile kazi, alienda akawateua wale wanafunzi 12. Na alipowateua, Yesu alikaa na wao ndio afikie sasa pale kwa Mathayo tumeanzia 28 19 to 20. Alikuwa ametoka na wao mbali, kwa sababu hiyo maneno aliongea baada ya kuwa amefufuka. Lakini wakati wa uhai wake, kabla hajaonja ile mauti, Yesu alikaa na wanafunzi wake akiwafundisha, akiwafunza kuomba, akiwafundisha Mungu ni nani, akiwafunza jinsi ya kukaa ulimwenguni, akiwaombea, akiwaelekeza, na hata saa zingine alitoa chakula. Kuna masaa walifanya huduma na ikawa hata chakula hakuna, akafanya muujiza wa chakula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio ninataka uelewe huyu Kristo ni nani. Tunapokuambia utamwamini Mungu, utamwamini Kristo, maana ndiye afike kukua yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Ni Mungu alikuwa ashamkubali, ni Mungu alikuwa asharuhusu hayo, na baada ya utendakazi amedhibitika kuwa yeye hakika ndiye yule aliyetabiriwa kwamba hatakuja. Yesu alifanya namna hii. Wakati aliteua wanafunzi wake, aliwachukua sehemu, na hakuenda kuwakutanisha mahali pamoja zini kama kufungua ministry. Anasema hii inaitwa huduma ya Yesu. Aliwachukua akawafundisha kufanya ushirika. Wakawa wanafanya ushirika pamoja na Kristo, wanakaa wanaenda huduma za nje, anafundisha watu kule, anaombea wenye magonjwa, anarudi pale na wanafunzi wake. Yaani kwa njia nyingine Yesu akawa wale wanafunzi 12 amewafanya kama ndugu zake. Yaani akawa na jamii ingine pale ya kiroho, kwa sababu watu wale walishirikiana kwa mambo za rohoni, kwa mambo za mwilini. Wakaanzisha familia ingine pale, akiwafundisha ni nini ufalme wa Mungu, ni nini mapenzi ya Baba, ni nini kufanya kile Mungu anataka. Akakaa na wao kwa muda mrefu, na baada ya kukaa na wao ndio hao alikuja akawaambia kwamba sasa waende ulimwenguni wakafanye mataifa kuwa wanafunzi wake. Na tukiangalia hata ukisoma Yohana 17 mstari ule wa 15 kuendelea hadi 20, kuna masaa Yesu alipofika
Akawa yeye anataka sasa, ameona muda wake umekaribia na kuna maagizo anastahili awapee. Hapo tunaona Yesu akiambia wanafunzi wake anawaombea, akaanza kuwaombea. Na alipokuwa anawaombea, anamwambia Mungu kwamba wale ulionipea sijapoteza hata mmoja. Akasema hata kwa maombi yake, ninawaombea hawa kwamba usiwatoe ulimwenguni, lakini ukawalinde. Akaendelea kusema, na siwaombei hao peke yake, bali hata na wale wengine wataamini neno la mitume na kunifuata mimi. Basi Yesu akaendelea kusisitiza kwamba hata hao pia walindwe kulingana na maombi ya Yesu. Tunapoangalia pale mitume sasa, Yesu aliwapea mamlaka iliyo kubwa, kwa sababu Yesu alipata kulikuwa na uongozi wa kanisa ambao ulikuwa unaendelea nyakati zile. Na kama tunavyojua, waliopanga njama ya kuja kusulubisha Yesu, waliohusika kufanya hayo yote kukamilika, walikuwa ni watu ambao walikuwa ni wa dini. Watu wanaitwa Mafarisayo, watu wenye sheria, watu ambao wamejua mambo mengi kuhusu neno la Mungu, kuhusu Biblia. Hao ndio waliopanga. Na kitu moja Yesu alifanya, alikaa na wanafunzi wake, akawafundisha, akawaombea, mpaka siku ile akawapea ahadi ya kwamba akienda atatuma Roho Mtakatifu. Basi kutoka baada ya hapo, tunaona wanafunzi vile walivyojengeka, na hao wanafunzi ndio Yesu alikuja kuwapea mamlaka ya kwenda kuhubiri. Hao wanafunzi ndio Yesu amekuja kuwapea mamlaka ya kuwa hata waombe chochote na Mungu atawapea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninapokuambia kuhusu huyu Yesu, amekubalika na Mungu, amekubalika na wanadamu, na amejaribiwa akaonekana. Ukisoma Biblia mahali pengine inasema, jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Yaani yule Yesu ambaye alikataliwa, yule ambaye alidharauliwa, ameonekana kumbe kile kilichodharauliwa ndicho kile cha kufaa. Yaani lile jiwe watu walikataa kulidhamini, kumbe hilo ndilo jiwe la msingi la kuwekwa katika pembe ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uongozi wa Yesu tunauona pale alipowaandaa wale mitume, akakaa na wao, akawaombea, akawapea mamlaka. Alianza na Petro akimwambia, nimekupea mamlaka. Chenye utafanya hapa duniani, kile utaomba, hata na mbinguni kitakuwa kimefanywa. Bwana asifiwe. Akaendelea akawapea mamlaka hata ya kwamba hata mtakapokula sumu haitawadhuru. Bwana Yesu asifiwe. Akaendelea akawapea mamlaka mpaka ya kuponya watu, akawapea mamlaka hata ya kuombea watu na wajazwe na Roho Mtakatifu, kwa sababu naye alisema amepewa mamlaka yote hapa duniani na huko juu mbinguni. Kwa hivyo ninapokuambia Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima, neno hili limethibitishwa na Mungu, amemkubali. Maana tumeona Yesu mwenyewe kabla haja kuja ameshuhudiwa na manabii wengi. Hata ukisoma Mwanzo pale kuna mahali inasema fimbo ya henzi haitaondoka katika nyumba ya Yuda. Bado ulikuwa ni unabii, ulikuwa unatolewa kwa ajili ya Kristo. Tunaenda kuona Isaya vile alitabiri. Tukiangalia Daudi kwa Zaburi, amesema sana habari za Masihi wa Mungu. Na baada ya Yesu Kristo amezaliwa, Mungu mwenyewe amemshuhudia. Na baada ya hapo hata Yesu mwenyewe ameshuhudia kwamba yeye ndiye. Haleluya. Kwa hivyo wakati ninapokuletea injili na habari njema ya ufalme wa Mungu, ni hakika kile kitu ambacho ninakifanya kimehakikishwa, kwa sababu kuna mtu, Yesu alisema wanafunzi wake watakapohubiri, wenye watapokea ile neno watakuwa wanapokea Kristo, na wakipokea Kristo naye watakuwa wanapokea Mungu. Kwa hivyo wale wanapokea injili ya mitume wanampokea Kristo. Baada ya kupokea Kristo wanampokea Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu ni utatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Haleluya. Tunakumbuka wakati alisema anaenda na nyinyi mnaijua njia, mwanafunzi wake mmoja akamwambia, sasa sisi tunajuaje kule uendako na sisi akawaambia, mmeniona, mmemwona na Baba.
Kwa hivyo Yesu ndani ya Baba wameunganika mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo ndio peke yake wanadamu tumepewa tukaokolewe kupitia yeye. Haleluya. Na Yesu ndiye aliyefanyika mwili, akaishi, akafa, akashinda kifo na mauti, na baadaye akapewa mamlaka ya kuishi pamoja na wanadamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpendwa, nitafikia hapo, tupatane kwa part 2, alafu Bwana atatukuzwa. Acha tuombe. Baba, nasema ni asante kwa ajili ya kipindi. Ninaomba ukaweze kuwabariki watazamaji, ukawainue na ukawatendee mema. Tusaidie tukazidi kuliamini neno lako. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen.